Habari za muda huu, naitwa Edgar Chami, nikukaribishe kwenye kipindi chetu pendwa kutokea kona ya chumbani, na hii ni C Podcast. Leo tutakuwa tuna mjadala mpana na si mwingine ni scam, yaani ulaghai ndani ya mtandao. Moja kwa moja nitakuwa na mgeni wangu anaitwa Daniel Pesa. Karibu sana Daniel Pesa. Asante. Leo tutakuwa tuna program yetu ambayo ni scam. Na katika scam leo tutadili sana katika wizi katika mtandao, lakini hasa huwa ni ulaghai. Tunapozungumzia ulaghai ndani ya mtandao, kwa leo tutadili sana upande wa cryptocurrency kuliko sehemu nyingine yote. Je, ulikuwa na swali lolote la kuniuliza katika hiyo swala? Nilikuwa natamani kufahamu scam nini, pengine inaweza ikawa ni kitu kigeni kidogo, labda unaweza kutuambia scam nini kwa manufaa ya mtazamaji anaotuangalia. Scam ni Kiingereza tu, Kiswahili chake ni ulaghai hiyo. Jinsi njia yote utakayoitumia wewe katika kumlaghai mtu yote ndivyo unavyotumia mtandaoni. Ingawa mtandaoni kulingana na maendeleo makubwa yanavyoendelea technology, wale wengi ulaghai kwa kutumia sana social engineer. Social engineer ni njia rahisi sana. Unasoma kitu, unakielewa, alafu unaangalia udhaifu wake ndio unatumia katika kudanganya watu. Nadhani anaotazama kwa maana ya mtazamaji atakuwa amepata overview kidogo nini maana ya ulaghai mtandaoni. Yeah. Sasa kwa lugha rahisi, unaweza ukazungumziaje ama ukatoa tofauti gani kati ya scam pamoja na cybercrime? Cybercrime huo ni uhalifu wa mtandao, yenyewe inaweza kuwa katika njia tofauti, hacking na njia nyingine yote. Lakini scam sio hacking, yenyewe ni kulaghai. Unatumia mbinu za kawaida, uelewa wa kawaida na technique ambazo umejifunza katika kuwalaghai watu. Hebu chukulia kwa mfano, katika Bitcoin kuna masuala ya investment kama unavyofahamu. Mtu ana invest pesa, alafu ile pesa kisha kuwa kubwa anagaia watu gawio lao la kila muda. Kutumia hiyo technique unaweza kutumia wewe ukatengeneza website yako, ukalaghai watu kwamba wawekeze kwako, wakisha trade wakamaliza utapata profit na kisha utagaia faida lao. Hiyo ndio technique ya kwanza inayotumika sana mara nyingi. Lakini leo tutadili sana, tuangalia mfano wote, tuangalie jinsi gani watu wanaweza kutumia hizo technique katika kuweza kulaghai watu. Mimi nitamani kwa niaba ya watazamaji ama pengine kufahamu tunapozungumzia masuala mazima ya investment scam. Hiyo ni uwekaji au kuinvest, maana yake ni kama kuwekeza. Unaenda kuwekeza pesa katika njia ya scamming, ni ulaghai. Ulaghai kwa kuwekeza pesa. Hiyo ni njia ipi hasa? Angalia kwa mfano, wale wengi huamini ya kwamba ukiwekeza pesa katika system yoyote, ile system inapojizaa inatengeneza faida kubwa. Na baada ya kutengeneza faida kubwa, basi sehemu hiyo faida huchukuliwa na kugawiwa wale watu. Akili kubwa inayotumika ni kwamba ili mtu yote aweze kukuamini na kukubaliana na wewe, cha kwanza lazima umfundishe kile kitu ambacho unaenda kufanyia kazi kuwa ni sahihi. Umpe faida kubwa ambayo haiko na haijawahi kutokea, na umpe muda mfupi sana wa kufikiri. Yaani kana kwamba ukiwekeza leo, kesho ndio mwisho wa kuwekeza, au baada ya wiki moja ndio mwisho wa kuwekeza. Hivyo mtu atashindwa kufanya research ya kutosha juu ya hicho kitu, na akisha invest pesa wewe unaweza kuondoka nazo pasipo mwenyewe kufahamu hata njia ya kuweza kukamata. Mtazamaji anaotuangalia pengine atakuwa ameshapata overview nzima, lakini unaweza ukatupa mifano midogo ambayo kimsingi pengine imeshawahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania katika engo ya investment scam. BitConnect ndio ilianza nadhani kuanzia miaka 2016, 18. Hiyo ndio ilifanya vizuri sana katika scamming. Kwa nini ilifanya vizuri sana? Ni kwa sababu walioitengeneza hiyo scamming walikuwa vizuri katika social engineer. Walijaribu kukaa chini, kusoma forex na kuielewa, na kisha kuahidi watu ya kwamba wao wametengeneza robot kwa ajili ya kuweza kutrade. Baada ya kutumia hiyo concept, walio wengi waliweza kuinvest kwao, na baada ya kuinvest kwao wao waliweza kutumia hiyo technique wakaondoka na hiyo pesa, ingawa ahadi zilizokuwepo pale zilikuwa ni kubwa sana. Kwa mfano, umewekeza labda milioni moja. Kama umewekeza milioni moja, kila mwezi utakuwa unapata 40% ya investment yako yote. Maana kila mwezi utakuwa unapata laki nne. Umeona? Na si hivyo tu, lakini jambo kubwa walilofanya ni kuweza kutumia watu maarufu sana kuweza kupromote hiyo kazi. Hususan upande wa YouTube. Na tunaweza kuangalia kabisa katika YouTube, tuangalie jinsi gani watu walivyoweza kupromote hiyo website. Baada ya muda fulani ilikuja kafanyeje,
ikaondoka, wakaitoa wakawa inactive. Kwa mpaka sasa ukitafuta inaitwa bitcoin.com huwezi kuipata, lakini kipindi hicho 2016 ilikuwepo na watu waliinvest sana pesa. Nadhani umeeleza vizuri, kwa sababu tayari naamini mtazamaji wetu ameshaelewa nini maana ya scammer, lakini ameshaelewa maana halisi ya neno cyber crime. Sasa kwa ufupi kidogo, unaweza ukatuambia nini kuhusu swala zima la social engineering? Okay, social engineer sio kitu kigeni sana, bali ni njia ya kuweza kujifunza kitu kiundani zaidi. Ukishajifunza kile kitu una apply katika maisha yako ya kawaida. Kwa mfano, naweza nikakaa hapa nikajifunza, okay, hivi kazi yenu inaendaje? Mnaendeshaje hii kazi? Mnapataje faida? Nikishaelewa vyema, naenda kuiapply katika njia yangu ambayo naitaka mimi. Naweza nikatumia njia yenu mnayoitumia nyinyi kwenda kuwaragai watu wengine kwamba tukifanya hivi na hivi tutapata pesa. Ila watu watakapokuja kuinvest pesa, mimi naondoka na hela yote pasipata kuitumia. Ila social engineering by the way ni kujifunza tu kitu socially. Unajifunza kitu kukielewa jinsi unavyofanya kazi basi. Lakini sio somo kama somo utasoma program inaitwa social engineering, hapana. Kwa hiyo hayo yote ambayo tunazungumzia ni vitu ambavyo vinakuwa involved kwenye masuala mazima ya mtandao na si nje ya mtandao. Sasa scam inafanyaje kazi? Asante. Sasa hapa nilitamani kidogo uende kidogo. Sawa, asante. Mtazamaji anaotuangalia basi aweze kupata overview kamili. How scam is work. Sawa. So scamming ambao ni uragai. Tukisema unaofanya kazi lazima tugawanye katika vitengo tofauti tofauti. Tunaweza tukaanza na cryptocurrency, alafu tukaja na Ponzi scheme. Sio manake nilitoa mfano wa BitConnect, ile ni Ponzi scheme. Tutairudia tena, lakini nitaomba watu tuongelee kidogo upande wa cryptocurrency. Upande wa cryptocurrency kuna tekniki nyingi za kuweza kufanya scamming. Cha kwanza, ukishaisoma cryptocurrency inafanya kazi, ni rahisi kuweza kufanya scamming. Kwa mfano, wakati crypto inavyoanza, mwenyewe unaweza kutengeneza crypto yako na ukaianzisha. Wakati crypto yote inapokuwa inaanza, inakuwa na kipindi tunaita pre-sale. Pre-sale period ni kipindi ambacho umeanzisha coin yako, unaruhusu watu wanunue ile coin ili kuweza kupata pesa ya kuweza kuirun hiyo coin yako. Vile vile kupata pesa ya kuweza kuwalipa nini? Developers, ili coin yako iwe na thamani na kuongeza usability. So, unapokuja katika mtandao, ukawaambia watu nimetengeneza coin. Unawaahidi coin itakapoingia sokoni itakuwa na nguvu sana. Na kama itakuwa na nguvu sana, watu wanatakiwa wawekeze. Wanawekezaje? Wananunua hizo coin. Wakishanunua, wanaweka kwenye wallet zao, wakiamini ya kwamba muda fulani ule uhaidi utakuja kuilaunch. Maana ya kulaunch ni kwamba unaenda kuiweka katika exchange, kwa mfano Binance. Ukishapeleka Binance, watu wataendelea kufanyaje? Kuitumia. Bahati mbaya zaidi, ahadi zako zote unazoahidi na akili zako nyingi unazotumia katika kuwaragai watu, huku ukijaribu kutafuta udhaifu wa Bitcoin pamoja na Ethereum katika kuwatofautisha watu ili watu kuweza kuamini kwako tu, wasiamini katika Bitcoin. Mwisho wa siku unapata profit na unazima akaunti yote isiweze kuonekana. Hii ni tofauti na Ponzi scheme. Ponzi scheme pia hata katika Bitcoin unaweza kutumia hiyo technique. Yenyewe huwa ni watu wawekeze kwako. Wanapowekeza kwako, ili mtu aweze kupata faida, ni lazima atafute referral system. Ni ile system ya kusema kwamba mimi nimewekeza katika system fulani, ili niweze kupata pesa, nimtafute mtu mwingine afanyeje? Awekeze, si ndio? Nikimtafuta mtu mwingine awekeze na mwingine awekeze, napewa faida fulani kutokana na ile system. Na wale wakitafuta watu wengine si wanawekeza. Ile pesa ambayo mnapewa nyinyi watu wa mwanzoni nyinyi ni kwa lengo la kuwafariji na aweze kuongeza watu wengine. Mwisho wa siku mkiwekeza sana pesa nyingi ikafika rank, kama unafahamu system yote ilivyo, watu huwa wanasizi kuacha kufanyaje? Kuingia. Na kumbuka hiyo system haifanyi biashara yoyote ya maana. Badala yake inawadanganya tu kwamba tunafanya kazi hii na hii na hii na hii. Hivyo kama mkiwekeza kwetu, mtaweza kupata profit kutokana na biashara zetu tunazofanya. Maybe tunafanya trading ya forex. Kwa mnapoenda kuwekeza pesa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, inafika sehemu watu wanaacha kuwekeza. Mkiacha kuwekeza sasa, wenyewe wanawaambia kwamba tumebakiza wiki moja, watu wa mwisho wa kuwekeza. Mnajikoki tena mnawekeza pesa. Mkiwekeza pale pesa ndio pale wanapofunga account yote wanapotea.
Inaweza kuwa ni technique ya kwanza kuweza kuibia. Muda mwingine unaweza wasifunga akaunti. Baada yake wanakuja kukupa taarifa ya kwamba system ilikuwa inaendelea ila bahati mbaya tumehakiwa au tunafanya maboresho. Hiyo ndio maneno mengi ambayo yalikuwa yakitumika mara nyingi katika Ponzi scheme. Nitamani kufahamu mama, pengine kama kuna coin yote ambayo ilishaingia katika mfumo huo na ikatumia ulaghai huo. Coin ziko nyingi sana. Ila miongoni kati ya coin ambayo kila mmoja alitegemea makubwa zaidi ilikuwa ni Bitcoin Black. Bitcoin Black, kwanza hata kabla hatujaanza kuiongelea kiundani zaidi katika hiyo technique, kwanza tuangalie hata muundo wake ulivyo. Bitcoin Black ilikuja kwa lengo la kuweza kusolve matatizo yote ya Bitcoin. Na si tu Bitcoin, hata Ethereum pia. Kwa sababu ilikuja na concept ya kusema kwamba Bitcoin Black itakuwa ni coin ya watu. Coin ya watu manake inatengeneza 7.2 bilioni ya hizo coin. Alafu inagawa 3.6 kwa watu free, na wale ambao watakuwa na referral kubwa wale wanapewa pesa. Kwa kulingana na hiyo mfumo wake wa kuweza kutafuta watu wengi waweze kujiunga katika huo mfumo ili waweze kupata hizo coin kwa bure, kwa mfumo wa airdrop kabisa. Lakini walipokuwa wanafanya hiyo system, wakawa wanataka watu wanunue nyingine kwa lengo la kuendesha ule mfumo na kuwalipa nini? Developers. Watu walizidi kununua, na hadi hao walivyozidi kwenda mbele, wakaahidi watu watakaofika 1 million wataweza kufanyaje? Kuilaunch hiyo. Watu walivyoendelea kununua na wengine kuanza kufanya referral, ikafika 1 million, lakini hawakuweza kulaunch. Badala yake wakasema ya kwamba kuna referral wengine ni nini? Ni fake. Na kama ni fake, tuwaondoe. Ili tuweze kuwaondoa, nyinyi endeleeni kufanyaje? Kufanya referral. Wakati mnafanya referral, kuna watu wanazidi kununua vile vile. Wanapozidi kununua, wenyewe wanaingiza profit. Ikafika sehemu wakasemaje? Wakasema kulingana na referral zimetosha. Sasa hivi tunaingia katika kipindi cha pili ambacho ni kupiga kura ili coin yetu ingie katika Binance. Unapoenda kupiga kura ili coin ingie katika Binance, unalipia pesa. Kwa hiyo kajikuta unaanza kupata tena pesa katika system nyingine mpya ya kuwaforce watu wapige kura ili coin ingie katika nini? Binance. Watu walipiga kura, wakapiga kura, mwisho wa siku kwa mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya utafiti, angeweza kuingia katika Binance, aangalia hata upande wa announcement. Kama sio announcement, basi unaweza kaenda katika upande wa launching ili kuweza kuangalia, je, hii coin ambao watu wanasema kwamba tukipigia kura itaingia upande wa huko, je, Bitcoin imezungumzia hata mara moja? Ukweli ni kwamba haikuzungumzia chochote, ila walitumia njia ya ulaghai na kuweka muda mfupi, ndani ya siku 3 muda utakao umeisha. Katika website yao ukiangalia, kuna watu takriban 150,000 waliweza kupiga kura. Na kumbuka, website ina mambo mawili. Cha kwanza inakuwa na fake counting. Fake counting manake inakuwa ina taarifa za uongo. Wanaweza kupiga kura watu 10,000 tu, ila kadri watu muda unavyozidi kwenda wanaongeza idadi ya counting ili kuweza kuaminisha watu kwamba wanaopiga ni wengi, ili na kuambia kwamba mwisho wa kupiga kura ni watu 1.5 tu, ili watu mwingie mpampike, mwingie mkapige kura. Mkishapiga kura wenyewe wapige hela zao, wakishapiga hela zao waondoke. Kwa mwisho wa siku Black Bitcoin, watu walipomaliza kupiga kura waliondoka, na wakaondoka na pesa zote. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni kati ya pigo kubwa sana kwa watu wengi. Nakumbuka kama nilivyokueleza mwanzo, walikuja na mbinu za kuja kusolve matatizo mengi ya Bitcoin, ikiwemo ownership. Kumbuka Bitcoin wanaoimiliki ni wachache, lakini ile coin ingefanikiwa kuingia, wanaoimiliki wangekuwa ni wengi. Sawa? Alafu sio hivyo tu, lakini transaction fee, yani gharama za kuweza kutuma ile pesa zilikuwa chini sana. Huwezi kufananisha na coin nyingine. Kipindi cha kwanza kabisa, wakati kabla hajaingia hata sokoni, kwenye wallet zao wanatengeneza mpaka wallet, ilikuwa unaweza kufanya transaction for free. Hakuna fee kabisa, ni sifuri. Hakuna coin yoyote duniani ambayo unaweza kufanya transaction kwa zero. Si ndio? Scale peke yake ambao waga tunafanya transaction kwa fee ndogo sana ya chini. Lakini Black Bitcoin ilikuwa ni for free. Hiyo ndio ilikuwa ni technique ya kwanza waliweza kutumia kuweza kukamata watu wengi. Au cha pili, walisema kwamba wataweka quantum resistance, kitu ambacho ilikuwa ni uongo, na ile coin haikuweza kuungana na system yote ile. Kwa mwisho wa siku, kwa sababu watu walikosa technical checking. Technical ni kitu cha msingi sana, kwa sababu mtu anapotengeneza
coin yoyote lazima atengeneze kitu tunaita transparency. Transparency inakuja pale ambapo unachukua kodi zako zote, inakuwa ni open source, ili programu yoyote akija kuzipitia zile kodi afahamu kabisa kwamba coin hii huyu mhusika atakuwa na uwezo wa kubadilisha hiki na kile, si ndio? Kwa ogopa mtu ambaye anatengeneza nani yake coin yake alafu hajaweka kodi hadharani. Huyo mtu uhakika wa kumwamini ni mdogo sana, kwa sababu anaweza kaondoka na hela zako pasipo kitu chochote. Ndio kilichofanyika katika Bitcoin Black. Asante sana kwa hivyo, ni vitu kuntu, mambo si mambo. Lakini kwa mtazamaji anaotuangalia baada ya kupata hayo maelezo ya kina, ile ambayo iko blanki kabisa anaposikia neno airdrop ana maana gani? Katika cryptocurrency hasa ukisikia neno airdrop, airdrop ni coin za bure bila kulipia kitu chochote. Unaweza kupewa simple task penye muda mwingine, yani vitaski vidogo vidogo tu, labda ukimlifaa mtu mmoja tunakupa coin 100, tukilifaa mtu mwingine unapewa coin 1000. Black Bitcoin ilitoa 3600 kila referral mmoja, unapewa hizo coin bure kabisa, zinakuwa zako. Umeona? Kwa airdrop ni coin za bure. Hamsa Combat mwaka jana ilikuja na mfumo wa airdrop. Ilitoa airdrop bure kwa kila mtu ambaye ana Telegram. Just una Telegram tu, alafu jiunge nayo. Ukishajiunga nayo, kuna baadhi ya task ndogo ndogo kama kucheza game na mengineyo, unapata nini? Unapata hizo Hamsa Combat. Watu waliweza kucheza game, Hamsa Combat ikawa ni coin ya kwanza kuwa na subscribers wengi. Hata kwenye YouTube ilivunja rekodi. Ndani ya muda mfupi kwa kipindi kile ilipata subscribers wengi sana, kama 25 milioni ndani ya muda mfupi tu, na viewers bilioni 1. Kwa airdrop ni coin ya bure, ile inapatikana mara nyingi kwa kufanya task fulani. Okay, sawa. Haya, sasa ninajilindaje na scam? Ngoja tuangalie baadhi ya mbinu hata mbili tu za haraka. Karibu sana. Nadhani hiyo itakusaidia zaidi katika kufahamu jinsi gani ya kujilinda na scamming. Sio maana yake. Haya, mbinu moja kubwa sana ambayo inatumika na watu wengi sana huwa ni kuharakisha. Ukishamharakisha mtu, alafu hicho kitu unakifanya kiwe nini? Kiwe kidogo sana, yani kiwe kinahitaji watu wachache sana. Sio maana yake urgency and scarcity. Hiyo ni tekniki ya kuweza kuwafanya watu anayeingia ndani ya mfumo aweze kuibiwa kirahisi. Chukulia kwa mfano, umetengeneza system yako hii hapa. Ukasema nina coin 1000. Katika coin 1000 inahitaji watu 1000 tu. Alafu hapo unatoa taarifa ya uongo ya kwamba mpaka sasa na watu 900, nibakisha watu 100. Fanyeni haraka ili kuweza kuchukua hizi airdrop. Na airdrop unapataje? Unatakiwa ulipie kiwango fulani cha pesa. Na masaa yanayobakiza ni masaa 32. Watu wanaendelea kununua zile coin, lakini counting inakuwa inaenda taratibu. Unashangaa masaa 72 yanaisha, anaongeza tena muda kidogo. Ile technique inaitwa nini? Ni mfumo wa kuweza kuharakisha watu waweze kuingia ndani ya mfumo, wanunue hizo coin kwa haraka zaidi pasipokuwa na nini na kufanya utafiti. Umeona? Hiyo ni njia moja kubwa sana ambayo wale wengi wanapenda sana kuitumia. Kuharakisha na kufanyaje? Na kufanya kitu kiwe kisipatikane sana, yani kionekane kama ni kichache sana, kinahitajika na watu wengi. Si ndio? Okay. Ukishaelewa hiyo tekniki, unatakiwa ufahamu njia za kuweza kujilinda. Njia namba 1 inaitwa do your own research. Do your own research. Yes. Lazima ufanye utafiti wako mwenyewe. Utafiti wako mwenyewe upoje? Utafiti wako mwenyewe unategemea na kile kitu. Mtu yote akikueleza jambo lolote mahara kokote, swali la kwanza usijiulize kwa nini, jiulize how. Ni kivipi kitu kinafanya kazi? Ndio ni swali bora kuliko kwa nini kikiwe hivi na hivi. Kwa nini waga inajibu siku zote? Ila how, mtu akikudanganya utapata majibu tu kirahisi. Ukishafahamu kitu kinafanya kazi, alafu ndani ya ile system, kumbuka atakuwa na vithibitisho vingi. Kama Black Bitcoin adai ya kwamba mimi kama mimi tarehe fulani ni nataka watu mpige kula, alafu nitaenda kwenye nini? Kwenye Binance. Unaofanya research, unatakiwa uende Binance tena. Samemifaa Binance, na Binance ni soko kubwa linaloaminika na watu wengi. Wewe utaenda Binance ukaangalia, je, kuna Black Bitcoin?
Na je, hii Bitcoin Black inakubalika na watu wote? Aya. Kwa hapo ukishaanza kuangalia kwenye Binance ukaverify ya kwamba hii coin haipo huku na haijawa verified, unatakiwa ufanyeje? Uachane nayo. Hiyo ndio concept ya kwanza ya kuweza kugundua kwamba huyu mtengenezaji wa hii coin ni muongo, si ndio? Concept ya pili, huwa tunaangalia sana swala la utendaji kazi wa hiyo coin. Kuna mwingine anaweza kukwambia kwamba baada ya mwezi mmoja au baada ya wiki moja utapata faida ya 50% ya kitu ulichowekeza. Muulize, ni biashara ipi unaweza kuifanya ndani ya wiki moja upate faida ya 50%? Kwa mfano, chukulia umewekeza milioni 100. Ndani ya wiki moja uweze kupata faida ya 50%? Ni biashara ipi? Kama hakuna hiyo jibu, basi jiulize wewe unafanya kazi ipi. Alafu hiyo kazi akikwambia kaifanyia utafiti nje na ile website. Je, hii kazi inafanyika na watu wengine? Kama ni ndio, angalia wanapofanya ile kazi, faida wanaoipata na hasara wanazopata. Hiyo ndio akili kubwa ambayo mara nyingi inatumika katika kukagua sana walio wengi. Na hatua kubwa sana ya msingi ambao watu wasiache kuifuatilia ni testimony. Testimony ambazo mnaziona, ushuhuda wa kusema kwamba mimi nimewekeza milioni 1 nikapata milioni 10. Sio uongo, kuna nyingine ni kweli, nyingine ni uongo. Ponzi scheme maana yake ni kwamba wale watu wa kwanza tu watapata pesa direct kwa ajili ya kuaminisha wengine. Watakaofuata wataibiwa na watu pata hela kabisa. Nadhani siku nyingine tukipata muda tutaje tuoneshe baadhi ya website mpaka sasa zipo. Hata Kenya kuna website moja, nadhani kuna watu pia wamewekeza pesa na wasubiri hela itakiwa wapewe mwezi wa 11. Bahati mbaya wakaambia kwamba kuna watu wameingia sasa hivi, kwa hiyo subirini mwezi wa 12 tarehe 9. Tarehe 9 Disemba ambao ndo leo. Hasa hivi hesabu tarehe 9 leo tutaangalia kama watapewa pesa. Na nina uhakika ile ni Ponzi scheme kwa sababu hakuna evidence yoyote ya kuonyesha kwamba ile system inafanyaje? Inaingiza pesa. Kwa ufupi kabisa, unaweza ukamuuliza nini mtazamaji kwa ufupi kidogo Binance? Binance sio kitu kingine. Binance ni soko la kubadilishia coin. Hususan ilitengenezwa kwa ajili ya kubadili coin. Ingawa sio ya kwanza, lakini ni ile ambayo ilipata watu wengi na mafanikio makubwa kwa sababu ya kuwa na active users wengi. Na coin nyingi zilizowekwa pale zimekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa ni soko tu la kubadilishia coin. Kwa mfano, unaweza kuwa na Bitcoin ukaibadili kama Ethereum. Vile vile unaweza kuwa na hela ya kawaida ukatumia Mastercard ukanunua Bitcoin, ama ukauza kwa kupitia mawakala au kutumia nini? Kwa kutumia hiyo Mastercard. Kwa Binance pia unaoisema ni soko tu la kubadilisha pesa. Kwa ufupi tena, kuna watu wanakanganya kati ya Bitcoin, cryptocurrency pamoja na forex. Kwa ufupi, unaweza kutofautisha vipi? Forex ni soko la kuweza kubadilishia pesa ya kawaida fiat, labda USD pamoja na nini na dola ya kawaida. Ni soko tu la kufanya manunuzi, si ndio? Lakini cryptocurrency ni coin. Coin maana yake ni asset, ni kitu ambacho unakuwa unakihold kama asset, si ndio? Yenyewe haina uhusiano na hicho kitu, ingawa cryptocurrency inaweza kukaa ndani ya forex na watu wakaitumia kama sehemu ya kufanya nini? Trading. Kwa trading ile katika forex ni yote ile, ila crypto yenyewe ni asset. Unamshauri nini kijana anaotuangalia hapa kwenye swala zima la kutaka kutrade? Kwa ufupi kabisa tumalize. Trading ni njia mbili katika cryptocurrency na katika forex. Forex sitakuwa na ushauri wote, kafanya research mwenyewe na akili yako, utaamua mwenyewe uchague kipi. Ila katika cryptocurrency naweza nikakupa wazo zuri kwamba kabla hujafanya investment katika cryptocurrency, ichunguze kwanza kiumakini, angalia source code yake, angalia kama ilikuwa verified, alafu invest. Usiinvesti kwa kuambiwa na mtu, hapana. Investi baada ya kuichunguza. Na mara nyingi cryptocurrency kuna wakati inachukua muda mrefu kupanda na kuna muda mwingine inachukua muda mfupi kupanda. Kwa hayo yote unatakiwa ufanyeje? Ukae nao kichwani na ufahamu wakati wa kupanda na kushuka.
Kwa siku zijazo nadhani tutakuja kuzungumzia mada ya kupanda na kushuka kwa crypto. Lakini kwa sasa mimi nikushukuru wewe mtazamaji ambao ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi kutokea Kona ya Chumbani kupitia C Podcast. Nikushukuru sana, nikukaribishe wakati mwingine. Mimi naitwa Edgar Chami, nilikuwa na Daniel Pesa. Karibu sana.